Guys, nimepata comment nzuri sana na comment hiyo imenipa topic ya kuiongelea leo hii. Comment imesema dada, mimi nilishawahi kufanya kazi ambayo nilikuwa nikilipwa 300,000 tu kwa mwezi na nimeifanya kwa miaka 4 na sasa hivi kupitia ile kazi nilipata uzoefu, nilipata ujuzi na sasa hivi nafanya kazi kwenye international company where analipwa zaidi ya pesa nyingi zaidi ya milioni 5 huko na kuendelea. Anasema yeye ile kazi ambayo alikuwa akilipwa pesa kidogo aliitumia kama sehemu ya kujifunza majukumu. Na comment hii imekuja kwenye ile video ambayo nilipata comment ya mtu mwingine ambaye alisema yeye hawezi kuteseka kwa mshahara wa 500,000 tu. Nimetaka tuiongelee hii nikijaribu ku-address maeneo mawili. Wale ambao wanafanya kazi za mshahara mdogo, lakini pia wale ambao wanafanya kazi za kuvolunteer. Mwenzetu alifanya kazi ya mshahara mdogo, lakini kumbuka alikuwa akijifunza majukumu. Elewa the difference. Unaweza kufanya kazi ya mshahara mdogo lakini pia ujifunze majukumu, au hiyo kazi iendani na career yako. Kwa hiyo unajikuta at the end of the day unajitesa. You're not achieving the majukumu ambayo unatamani kuyajua kwa career yako, lakini pili unalipwa kidogo, kwa hiyo to be like a cheap labor. Lakini kama unafanya kazi ambayo inalipa kidogo na malengo yako umejiwekea kwamba mimi hii kazi nalipwa kidogo lakini ninataka kujifunza vitu vingi, na ukatumia ule muda kujifunza vile vitu, itakulipa baadaye. Lakini kama unafanya kazi na kulipa kidogo lakini pia haujifunzi majukumu mbalimbali, unaweza kujikuta umekaa miaka 4 lakini ukatoka kapa. Labda umefanya kazi ambayo unafanya kitu hichi kimoja, unalipwa kidogo. Unafanya kazi hiyo ambayo haikuzi taaluma yako, haikuzi career yako. Labda wewe ni mhasibu, unafanya kazi ya kuandika voucher tu. Yaani wewe kazi yako imekupa kurekodi voucher tu au kuandika risiti tu. Kwa miaka 4 unaandika risiti afu wanakulipa 400,000 yao. Unaandika tu risiti. Hujifunzi kitu kingine. Hujifunzi reconciliation, hujifunzi kuandaa ripoti, hujifunzi kuandaa everything. Kwa hiyo pointi ya msingi ya kukumbuka, kama unalipwa kidogo, angalia kingine unachokipata hapo. Tunapoenda kwenye kazi, kutafuta kazi, tunakuwa tuna malengo yetu tumeyabeba. Kuna sehemu tunaenda tunatafuta pesa, kuna sehemu tunaenda tunatafuta experience, kuna sehemu tunaenda tunatafuta connection. Kwa hakikisha hivyo vitu kwenye kazi yote unaofanya, vile malengo yalikupeleka pale, hakikisha yanafikiwa. Na jipe timeline. Nitavolunteer kwa mwaka mmoja, nitavolunteer kwa miaka 2, nitavolunteer kwa miezi 6. Ikipita hapa nikiwa sioni lamani zimekaa vizuri, nitatafuta fursa nyingine, nitaenda kufanya kitu kingine. Jipe muda. Kwa mwenzetu alikaa miaka 4 na sasa hivi anafanya kwenye international company kwa sababu yeye miaka 4 aliona ataitumia kujifunza na kujua majukumu. Kwa kwake yeye imemnufaisha. Kwa hiyo kwa wewe ambaye uko sehemu ambako unafanya vitu ambavyo haviendani na career yako na unalipwa kidogo, usije ukaje ukashtuka ukaona kama ulikuwa ukitumika. Kwa analyze vizuri. Is it worth it kuendelea kubaki kwa hicho kipato kidogo? Is it worth it kuendelea kubaki kwa kutokulipwa? Je, unajifunza? Je, unanufaika? Yaani hakikisha kila unachokitafuta kinapatikana hiyo eneo.